Dalili zinaonyesha punde Yesu anarudi, ajali zaongezeka, vifo navyo vyakithiri, amani inatoweka pole pole duniani. Ipo siku iliyo ya amani, dalili zinaonyesha punde Yesu anarudi, ajali zaongezeka, vifo navyo vyakithiri, amani inatoweka pole pole duniani. Ipo siku iliyo ya amani, tutajifunza mbele za Yesu, sauti ya Yesu inaita sauti ya Yesu inaita tunajifunza mbele za Yesu, sauti ya Yesu inaita sauti ya Yesu inaita tunapoyaona hayo tuchangamke ndugu, hatuna cha kupoteza, tuna muda mchache, tahadhari dunia, sisi tucheleweshe dunia hii, sisi tunahitaji ndugu. Tunapoyaona hayo tuchangamke ndugu, hatuna cha kupoteza, tuna muda mchache, tahadhari dunia, sisi tucheleweshe dunia hii, sisi tunahitaji ndugu. Tutajifunza mbele za Yesu, sauti ya Yesu inaita sauti ya Yesu inaita tutajifunza mbele za Yesu, sauti ya Yesu inaita sauti ya Yesu
inaita tutajifunza mbele za Yesu. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Sauti ya Yesu inaita leo akuokoe. Tunaomba. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, Mfalme wa mbingu na nchi, tulindaye usiku na mchana. Sisi ni wenye dhambi, tunaomba kwamba ukaweze kutusamehe. Miongoni mwetu kuna wale ambao ni wagonjwa, tunawakabidhi mikononi mwako ukaweze kuwafikia na uponyaji. Wengine wako manyumbani, wengine wako hospitalini, hao wote tunaomba kwamba ukaweze kuwafikia na uponyaji. Unapobariki watoto wako na Roho Mtakatifu, tunaomba pia na sisi ukaweze kutukumbuka. Siku hii ya leo, siku ya Sabato, yale ambayo tunaenenda kujifundisha, tunaomba ya kwamba Roho wako akaweze kutuongoza tangia mwanzo hadi mwisho. Ni katika jina kuu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Ndugu zangu, mahali popote mlipo, leo hii tutajifundisha somo ya leo ambayo nimeipea kichwa, wanawake dunia mzima, kuna sheria 3 za Mungu ambazo wamezikataa. Wanawake dunia mzima, kuna sheria 3 za Mungu ambazo wamezikataa. Sheria gani? Sheria 3 za Mungu ambazo wamama dunia mzima wamezikataa. Na ukiwafundisha hizo sheria, wananuna mpaka wanatoa mishipa ya shingo. Sheria 3 za Mwenyezi Mungu ambazo wamama dunia mzima wamezikataa, hawataki kuzisikia. Na hizo sheria, tunapoanza na kitabu ni kile cha Isaya 24. Isaya 24. Isaya 24. Isaya 24 mstari wa 4. Isaya 24 sura ya 4 inasema, dunia inaomboleza, inazimia, ulimwengu unadhoofika, unazimia. Watu wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa, kwa maana wameziasi sheria, wameibadili amri. Maandiko yanasema, Isaya 24 mstari wa 4, dunia inazimia, wakuu wa dunia wanadhoofika. Tena dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Ni watu wanaoikaa dunia wameitia unajisi. Kwa sababu gani? Sikiliza, maandiko inaendelea kusema, kwa maana wameziasi sheria. Mungu anasema dunia inaomboleza kwa sababu wanadamu wameziasi sheria. Na leo hii somo ya leo inasema sheria 3 ambazo wanawake dunia mzima wameziasi. Na ukiwafundisha hizo sheria, wananuna hadi wengine wanatoa mishipa ya shingo. Hawataki kusikia maneno ya Mungu, hawataki kusikia ukiwafundisha hizo sheria. Tunapoanza na sheria ya kwanza
ambayo wamama dunia mzima wameiasi, hawataki kusikia ukiwafundisha hiyo sheria, na ni sheria ya Mungu. Sheria ya kwanza inapatikana wapi? Kitabu ni kile cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Sheria ya kwanza ambayo wamama dunia mzima wameiasi, na maandiko yamesema dunia inaomboleza kwa sababu wanadamu wameziasi sheria. Sheria ya kwanza ambayo wamama hawataki kuisikia na hawataki kuwafundishe inapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22 mstari ni ule wa 4, mstari wa 5, samahani, 22 mstari wa 5. Kumbukumbu la Torati inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume. Samahani, kaoma kamenishika, kamenilemea sana. Tarudia tena. 22:5 kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati, sheria ya kwanza ambayo wamama dunia mzima wameiasi na hawataki uwafundishe. 22:5 Kumbukumbu la Torati, maandiko inasema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanamume, wala mwanamume asivae mavazi ya mwanamke, kwa maana kila afanyaye mambo hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Sheria hii ambayo inakataza wamama kuvaa nguo za wanaume, ambayo inapatikana katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 22:5, leo hii tunaona wamama wanaivunja. Wamama wanaivunja hiyo sheria. Wamama dunia mzima wanashindana kuvaa manguo za wanaume. Saa hii dunia mzima 60% ya wanawake wanavaa trouser, nguo za wanaume, ambazo Mungu alikataza, na ambazo Mungu, hii sheria ndiyo anasema dunia inaomboleza kwa sababu watu wanaoikaa duniani wameziasi sheria. Ndiyo kwa sababu dunia hii inaomboleza. Magonjwa imekuwa nyingi, maajali hapa na pale, kwa sababu wanadamu wanaasi sheria za Mungu. Sasa tumeona sheria ya kwanza ambayo wanawake dunia mzima wanavunja na wataki uwafundishe kwamba ni makosa. Mungu alikataza wamama kuvaa trouser, wanawake dunia mzima wanashindana kuvaa trouser. Tunaenda sambamba. Sheria ya pili ambayo wanawake dunia mzima wanashindana kuvunja inapatikana wapi? Kitabu ni cha Petero wa kwanza, inapatikana hapo. Petero wa kwanza 3:3. Petero wa kwanza 3:3. Sheria ya pili ambayo wanawake dunia mzima wanashindana kuvunja, ambayo ni sheria ya Mungu. Kitabu inasema Petero wa kwanza sura ya 3 mstari ni ule wa 3. Nasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele. Tarudia tena. Petero wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3. Sheria ya pili ambayo wanawake dunia mzima, ambayo ni sheria ya Mungu, wanashindana kuvunja, na ukiwafundisha kwamba ni makosa wanakasirika. Inasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Maandiko inasema kujipamba kwa wanawake wa kanisa kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele. Mungu amekataza wanawake kusuka nywele, lakini wanawake leo hii dunia mzima wanashindana
kusuka nywele, wanashindana. Saa hii masaluni zimekuwa nyingi kuliko kangumu, kuliko mikate. Ukienda hapa saluni, ukienda hapa saluni, ukienda hapa saluni, wanawake wanashindana kuvunja sheria ya Mungu ya pili dunia mzima. Saa hii karibia kila mwanamke ameweka manywele bandia kwa kichwa, ambayo Mungu anasema dunia inaomboleza kwa sababu wanaoikaa duniani wameitia unajisi, kwa sababu wameziashi sheria. Hii ni baadhi ya sheria ambazo wanawake dunia mzima wameziasi. Ukiambia wanawake kusuka nywele ni dhambi, wanakasirika, wananuna, wanatoa mishipa ya shingo, hata karibia wengine wako chape. Hatari. Sheria ya pili hiyo. Sasa tunaenda sambamba, sheria ya tatu, Timotheo wa kwanza 2:9, sheria ya tatu ambayo wamama, wanawake dunia mzima wanavunja, wanashindana kuvunja kabisa. Timotheo wa kwanza 2:9, Timotheo wa kwanza 2:9, Timotheo wa kwanza. Sheria ya tatu ambayo wanawake dunia mzima wanashindana kuvunja. Ukiwafundisha hiyo sheria, hata wengine watakubusi, watakasirika, watanuna kama mandazi. Sheria ya tatu inapatikana katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:9. Inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele, maandiko inasema, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani, bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Nitarudia tena, 2:9 Timotheo wa kwanza inasema, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Mavazi ya kujistiri, mavazi ya kujistiri, mavazi ya kujistiri, mavazi ya kufunika uchi wao. Sheria ya tatu hiyo ya Mungu inasema wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri, mavazi ya kufunika uchi wao. Lakini leo hii wanawake dunia mzima wanashindana kutembea uchi. Kuna mashindano ya kutembea uchi ya wamama dunia mzima. Leo hii unaweza maliza mwezi mzima bila kuona mwanamume ako uchi, mwanamume anatembea uchi. Unaweza maliza mwezi mzima, one full month, hata miezi 2 bila kuona mwanamume ambaye ako uchi. Lakini kwa sekunde moja huwezi maliza pasipo kuona mwanamke ambaye anatembea kwa barabara akiwa uchi. Sekunde moja huwezi maliza pasipo kuona mwanamke ambaye anatembea uchi dunia mzima. Kwa sekunde moja huwezi maliza. Manake wamama dunia mzima leo hii wanashindana kutembea uchi. Nani anatembea uchi kabisa? Wanashindana. Hiyo mashindano iko dunia mzima. Mwenyewe ako na macho anajionea mwenyewe, ambapo kuna mashindano ya wamama ya kutembea uchi, ambapo wamama wanavunja sheria ya tatu ya Mungu. Mungu anasema, Timotheo wa kwanza 2:9, narudia tena kwa mara ya mwisho, vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri. Mungu anasema wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu, wanawake ambao wanamngojea Yesu Kristo, wajipambe kwa mavazi ambayo ni ya kujisitiri. Lakini leo hii